Hapo zamani za kale, kabla ya majira kuhesabiwa kwa kalenda tulizozoea leo, kulitawala taifa tajiri kando kando ya mto mrefu kuliko yote duniani, yaani mto Nile. Nchi hiyo ilikuwa Misri, yenye utajiri wa dhahabu, hekalu za mawe yaliyoinuka juu kama milima, piramidi zenye mafumbo na watu waliomwabudu Mungu aliyeitwa Ra, yaani Mungu wa jua. Katika utawala huu alikuwepo mfalme maarufu na mwenye nguvu kuliko wote, yaani Firauni ama Farao. Lakini huyu hakuwa tu mfalme, alikuwa zaidi ya mtawala. Aliabudiwa kama Mungu aliye hai. Hakuna aliyeweza kumpinga. Sauti yake ilikuwa kama radi, na macho yake yalipotazama watu walitetemeka. Alivaa mavazi ya kifalme, taji la dhahabu kichwani na bastola ya mamlaka ya kidini na kisiasa. Lakini Misri haikuwa ya Wamisri peke yao. Miongoni mwao waliishi wana Israeli, kizazi cha watu waliotokea kwa mzee Yakobo ama Yakubu na watoto wake. Wao waliishi kama watumwa, walikuwa mikono ya kazi ya ujenzi, kilimo na uchukuzi. Walipiga mawe, walichimba, walijenga piramidi na walilia kwa miaka mingi. Lakini kilio chao hakikupotea hewani, kilifika mbele ya Mwenyezi Mungu. Siku moja kijana aliyekuwa miongoni mwa Wamisri aliyekulia ikulu alipewa wito. Jina lake alikuwa Musa. Mungu alimwambia, nimeyaona mateso ya watu wangu. Nenda kwa Firauni, mwambie awaachie watu wangu waende kuniabudu. Musa aliposimama mbele ya Firauni, alikuwa na fimbo na imani. Hakukuwa na jeshi wala dhahabu, bali neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alimwambia Firauni, Mwenyezi Mungu wa Israeli amesema, waachie watu wangu waende. Firauni alitabasamu kwa dharau. Nani huyo Bwana? Siwajui, siwajali wala siwaachii. Ndipo Mungu akaanza kuonyesha nguvu zake. Kulitokea mapigo 10. Kila pigo lilikuwa onyo, na kila onyo lilizidi kufua uasi wa moyo wa Firauni. Maji ya Naili yakageuka damu, chura walijaa kila mahali, mbu, nzige, majipu, hata giza lilitanda kwa siku 3. Lakini Firauni hakulegeza mpaka usiku wa mwisho, ambapo kila mzaliwa wa kwanza wa Misri alikufa. Firauni aliyejiona Mungu alilia kama mtoto. Alimpigia Musa kelele za huzuni, nendeni wachukue watu wako. Wana Israeli waliondoka, wakavuka usiku wa manane. Lakini moyo wa Firauni uliojaa kiburi kilichojificha nyuma ya huzuni ulimrudisha vitani. Alikusanya majeshi akaanza kuwafuata. Walipofika kwenye bahari ya Shamu, Musa alisimama, alinyosha fimbo, bahari ikagawanyika, wana wa Israeli wakavuka juu ya ardhi kavu. Firauni aliingia na magari yake, lakini kabla hawajafika upande wa pili, bahari ikafunguka, gharika ikajaa. Firauni na majeshi yake waliopanda farasi wa dhahabu na magari ya kivita wakazama. Na hapo jina la Firauni likawa funzo, si la utukufu wa milele, bali la kiburi kilichoshindwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Hekalu zake ziliporomoka, mabaki ya jeshi lake yakaachwa kwenye maji, na kumbukumbu zake zikawa hadithi ya vizazi vyote. Leo mabaki ya Misri bado yapo, piramidi, sanamu, magofu, lakini sauti ya Musa bado inasikika. Mwenyezi Mungu asema, waachie watu wangu waende. Na sisi tunaalikwa kujifunza kuwa mamlaka isiyomcha Mwenyezi Mungu hushuka, lakini wanaoamini huinuliwa hata kutoka utumwani. Hii ndiyo hadithi ya watu wa Firauni na ushindi wa haki mbele ya kiburi cha kifalme. Hakika haki ikisimama, batili haiwezi kushika nafasi yake. Simulizi hii imeletwa kwako nami Athman Mshana, sauti ya mamlaka.